Nyumba ya maajabu. Yoyote aliyepanga ama kuishi ndani ya nyumba hii alipotea bila kujulikana ameelekea wapi. Picha yetu inaanza ikituonyesha familia ikiwasili katika nyumba ya ndoto zao, nyumba ambayo walipigania miaka mingi na baba aliinunua moja kwa moja. Huyu ni mama anaitwa Kela na huyu hapa ni baba mtu ambaye anaitwa Brian na mtoto wao wa kwanza Elliot pamoja na Steve, mtoto wao wa mwisho. Waliingia katika mapenzi na furaha tele, na baba aliwaambia, hakika mlitaka nyumba kubwa yenye kila kitu. Sasa nimejitahidi, nimepambana, lakini Elliot, hii nyumba kama hajavutiwa nayo, hii nyumba kama inampa wasiwasi, kwa sababu alikuta michoro mingine na vitu mbalimbali ambavyo vinamtisha, kama hiyo picha ambayo iko hapo ukutani. Aliangalia na hizi alama za triangle, alama za pembe tatu, yani hii nyumba ilikuwa na nembo na alama nyingi za siri, bila kujua hii nyumba mmiliki wa kwanza alikuwa ni nani. Kwa hiyo Elliot aliwataka wazazi wake ikiwezekana wabadilishe mifumo ndani ya hii nyumba irudi kuwa sawa. Elliot aliendelea kuchagua chini ya basement, kuendelea kukagua kitu gani ambacho kinaendelea. Elliot akiwa na baba yake alimwambia, baba, vitu vingine havitakiwi, inabidi vitu vingine tufunge. Lakini alipokuwa anakagua, mlango ukajifunga wenyewe, na Elliot alijua wazazi wake wanamfanyia mzaha, wazazi wake wanamfanyia utani. Lakini kweli bwana, baba kila akivuta mlango ukawa ufunguki. Baba anagongewa na binti yake, na binti yake anambia, dadi, tafadhali fungua haraka sana, mimi naogopa. Baba anambia, wait, mlango bahati mbaya umejifunga. Lakini Elliot anahisi kama chini kule ya basement kuna nafsi ama roho zinamfuata. Sasa mama mtu akaona fungua na kumuonyesha baba mtu, na Brian alimfungulia mwanae, na mwanae alitoka akiwa amekasirika. Sasa dogo Elliot alijua wazazi wake wamemfanya utani, na mama akaja moja kwa moja, ikiwezekana aweze kumtuliza, ikiwezekana aweze kumtaka asikasirike. Mama anamwambia, unajua mlango ulijifunga bahati mbaya, sio kama mimi ama baba yako ama mdogo wako ambao tumekufungia mlango. Hakika tunakupenda sana na hakika hatutaki wewe uwe mtu wa mawazo. Basi Elliot alimpa mamake kitu, na baada ya hapo mama mtu alichukua ile simu ambayo aligawa na Elliot, aliendelea kuangalia, na mama alimuaga akamwambia, hakika nakutakia kila la heri na maandalizi mema ya chumba chako kipya, na kila kitu kiende sawa kama nyumba ambayo tumetoka. Mama akaondoka taratibu na kumwacha binti yake akiwa yuko chumbani. Sasa binti anaonekana na mambo mengi, lakini nyumba kama hajavutiwa navyo, kwa sababu hii nyumba iko shamba sana. Sasa hapa mama anaongea na mume wake, hakika kazi tumeitwa, kwa hiyo inabidi tuende kazini. Na Elliot ilipofika mida hapa anawasiliana na baadhi ya mashoga zake ambao wako nje, lakini anahisi kama kuna vitu viko tofauti. Na mdogo wake hapa alikuja na nyago ama fuvu ambalo alimwambia, dada, mimi niliokota pale ile fuvu, kwa hiyo akamtisha. Lakini hapa kuna alama nyingi. Hii nyumba inaonekana na vitu vingi vya siri ambavyo hata huyu mzee alinunua hii nyumba, lakini hakujua hivi vitu vina maana gani. Kwa hiyo watoto wakachukua na wakaanza kuliza zeze la zamani. Mnanda ule unajipiga na baadhi ya sauti zinatoka kama mtu ambaye anahesabu namba kwa lugha ya hatari, na mathematics haya yalikuwa ni tofauti sana. Hesabu hiyo iliendelea, lakini waliendelea kusikiliza, na taratibu kuna baadhi ya ishara na alama ambazo zinaanza kutoka. Taa zinacheza na mziki. Dada akaona isiwe shida, akazima ule mziki na taa zikatulia kuendelea kuwaka kama ilivyokuwa awali. Lakini hapa kuna ujumbe katika diski ambayo ilikuwa inazunguka katika ili zeze la zamani, limetoka hapa ikamwambia, sijui hapo gancha na hivi na hivi na hivi. Alikaa peke yake akiwa anaangalia movie, ikiwa usiku peke yake, akiwa anaweka akili yake sawa, lakini kuna upepo wa hatari ambao ulimpitia kama nywele zake zikatimusika, na huku kuonekana katika huu mlango kuna kitu kinaendelea, na taa zikawaka tena zikazima, zikawaka tena zikazima, na mwisho wa siku taa ikazima. Ikabidi ampigie mama yake, kwa sababu mama alishamuacha, na akamwambia akae na mdogo wake kwa sababu wao wamepigwa simu ya kazi. Mama anamwambia, hakika nenda katika switch socket, ikiwezekana ukawashe na kila kitu kikae sawa. Anamwambia mama, basi pajui, na hakika mimi mamangu naogopa, inakuwaje sasa niingie ndani huko? Anamwambia hapana, sio mbali sana, kuna hatua 10 tu kutoka hapo uliposimama mpaka ndani ya switch socket ya nyumba, ambayo hiyo ndio inaongoza umeme mzima wa nyumba. Basi mama alizidi kumtia moyo binti yake na kumwambia, hakika ingia. Basi mtoto akaendelea kufuata kauli ya mama yake, huku akihesabu 1, 2, 3. Mama anamwambia, endelea, wala hujakosea, endelea, wala hujakosea. Mtoto anazidi kuingia ndani taratibu, ili mradi aangalie namna gani anaweza kuangalia mambo mengine yaende sawa.
lakini jambo zito linatokea na mtoto anaanza kusitasita ama kuscratch kuhesabu hii namba, na nguvu na vitu baadhi anavisikia vinapita kama upepo na kuona kama nafsi. Lakini mama anamwambia endelea mamangu, endelea, usiogope. Mtoto chozi linamtoka na baba huku ajui kinachoendelea, anamsikiza tu mke wake. Mara ghafla kitu cha hatari, kitu ambacho hawajakitegemea wote wawili. Mtoto anadondoka chini na kupoteza fahamu na hajui kitu gani ambacho kimetokea. Mama anaendelea kusikia hesabu 12, 13, 14, 15, 16. Anamwita Harriet, 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 na Harriet akawa aongee chochote, bali namba zinaendelea kuhesabika, na Harriet aliambiwa kuna hatua 10 tu kwenye socket breaker. Mama alitoka mbio sana na mume wake kumwambia kwamba nyumbani kama kuna shida. Kwa hiyo walifika haraka sana na wakawasha taa nyumba nzima, taa zikawaka. Sio tena ile shida alosema Harriet. Sasa baba akaendelea kuangalia basement ambapo binti yake aliingia, na wakaona binti haonekani, ikabidi waite maaskari, na maaskari walipokuja wakaendelea kufanya uchunguzi nyumba nzima kujua huyu binti labda akatoroka. Baba kwa sababu anajua binti yake ni msichana akasema huyu itakuwa hajafutiwa na eneo hili, itakuwa kaondoka. Lakini mama hataki kukubaliana naye kwa sababu mpaka hatua ya mwisho yeye ndio ambaye alikuwa anaongea naye. Baba alijitahidi kumfariji mke wake, alimwambia hakika huyu binti anaonekana hajapendezewa hapa, kwa hiyo tuendelee kumtafuta. Mama hakuridhika na mambo yale na akaita maskari wengi, wakaendelea kumtafuta huyu binti kulia, kushoto, mbele ya msitu, nyuma ya msitu. Na mama aliendelea kukaa kimajonzi kwa sababu yeye ndiye ambaye anahisi amesababisha jambo zito litokee kwa binti yake. Mume anamwambia mke wangu, sikiliza, hili swala litakaa sawa, maana kweli huyu ni mtoto, lakini si mtoto kama unavyomjua wewe. Sengine mtoto yupo huku anapelekewa moto, alafu sisi huku tunakaa yake hai hai. Sasa huku mama aliendelea kufuatilia swala hili mpaka kwa maaskari, lakini maaskari wakawa na maneno mengi ya kusema. Akamwambia bwana, kama mtoto anaweza kawa anatamani kutoroka ama kuondoka, labda pengine hakupendezewa na sehemu ambayo mmechukua. Mama alisema kwa kinywa kipana, binti yangu hajawahi kufanya jambo hilo kabla, kwa hiyo siwezi nikakubaliana nalo lijua mimi mwanangu amepotea, na amepotea kutokana nilimwambia aingie chini ya basement. Kwa hiyo mama hakutaka kuongea kitu kingine, lakini mama anakuja hapa anaona neno hilo hapo limeandikwa, na neno hilo alipozidi kulifuatilia lilimtia mashaka, kwa sababu neno hilo linasema vunja kwanza ama bomoa alafu jenga upya. Kwa hiyo na ubomoe kitu na ujenge upya, ina maana neno hilo ni asili na ni fumbo kubwa sana. Kwa nini nyumba hii imeandikwa bomoa kwanza alafu ujenge upya? Ina maana kuna dunia ama kuna siri ambayo iko ndani ya nyumba hii, na kuona no gods katika alama ambazo zipo katika kupekua huu msamiati. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaamini kwanza hakuna Mungu na kuna kitu ambacho kinaitwa Mungu, yaani kila kitu kiko natural kinajiendesha yenyewe. Mama aliendelea kukuta hesabu nyingi, yaani hapa hii ni V, umeniona, ani namba za Kirumi hizi ambao ni 8. Hii 8 na maana gani? Lakini alipozidi kufuatilia na kuendelea kuangalia, aliona alama nyingi ambazo zilikuwa zinatatanisha, ambazo hajaelewa. Na alipozidi kuendelea kuangalia ama kufanyia uchunguzi, alikuta michoro ya ajabu, michoro ambayo ilikuwa inasisimua, michoro ambayo hakutegemea. Maaskari hawakutaka kuingia in deeply, kwa sababu siku zote serikali haiamini ushirikina, wala hakuna serikali ambayo inaamini ushirikina, inaamini kurogwa, inaamini mambo kama haya. Lakini hapa baba aliulizwa, je, unaweza ukajua historia ya hii nyumba? Ama aliyekuuzia alikupa neno lote juu ya nyumba? Baba alikana akasema hapana, mimi sijui. Mama alikuja huku kuendelea kumfariji Steve, ikiwezekana alale, lakini kuna miruzi midogo midogo mama akawa anaisikia. Mama alijaribu kuifuatilia ile miruzi ili mali ajue miruzi inasababishwa na kitu gani, ama hii miruzi ni nani ambaye anaigonga, ama ni nani anaipiga. Lakini alikuta mdori ambao ulidondoka chini ya basement moja kwa moja, na mama alisikia sauti na akaendelea kufuatilia ili madi kuendelea kuangalia kitu gani ambacho kinaendelea, ama kitu gani ambacho kinatakiwa kifanyike. Kama kuna shida ajue anaitatuaje. Hapa anakuta michoro mbalimbali, pale alikuta 7, hapa alikuta namba 8. Sasa anazidi kukumbuka, pale mbona alikuta hivi na hapa mbona nimekuta hivi. Asubuhi yake mama alipofika alikuwa na maswali mengi,
na mama akaanza kufuatilia hizi alama ambazo ziko ndani ya hii nyumba ambazo zimewekwa katika milango. Alimwambia baba mtu nini. Mzee hakutaka kumwelewa, alimwona mkewe kama ana msongo wa mawazo kutokana na binti yake. Akamwambia, umeona hii namba ni hapo na hii namba ni hapa, na hizi namba zote ukizifuatilia zinatokea neno la hatari sana ambalo linasema vunja kwanza na ujenge upya. Tuvunje kitu gani na tujenge upya kitu gani? Ina maana humu kuna siri. Sasa mama akaendelea kukusanya kanuni na mambo mbalimbali apate kuelewa hivi vitu vimetokana na nini. Na alipoingia katika eneo la kazi, mabosi wanaongea ama wafadhili wanazungumza naye, lakini bi mkubwa huyu alikuwa yupo kabisa, kwa sababu akili yake ilikuwa in deep juu ya mwanae na ilikuwa mawazo yake yote kwa mtoto wake. Yani alikuwa aelewi mpaka anachanganyikiwa tena, yani alikuwa ajui mpaka aelewi kitu gani cha kufanya tena. Sasa anazidi kufuatilia swala hili, na hapa ilibidi amwahi Steve, na alipomwahi Steve aliingia ndani ya gari, lakini Steve anaonekana kidogo yuko kama tofauti. Sasa mama aliingilia ndani hili swala na kuliingilia zaidi na zaidi, ili kujua watoto wake wanasumbuliwa na nini. Aliona mchoro wa hatari, na mchoro huu uliandikwa Santa Fe. Santa Fe ina maana ni masuala ya kutoa sadaka. Sasa hili dude likaanza kulia tena na kuhesabu namba, na mama aliona bora achukue hiyo CD sasa aendelee kuweka hizi mradi hizo namba ziendelee. Huku mama akiendelea kuhesabu namba, hapa kuna jambo zito linataka kutokea juu ya mtoto wake Steve. Steve anatoka out of control. Mama alipopiga tu huu mziki na mziki ukaanza kuimba, taratibu mlango ukajifungua na kidude kimoja kikajipress kama ilivyokuwa kawaida, na mtoto huyu Steve aliamka kutoka katika kiti ambacho amekaa na akaendelea 11, 12, 14, 13. Mama akashtuka, kabidi asimamishe huu mziki na kuangalia ili swala limetokea. Akamwambia Steve, ni nini unachokifanya? Akamwambia nilikuwa na dada hapa, tulikuwa tunahesabu. Sasa kama kumbukumbu, mtoto mama aliporudi hapa kuangalia, aliona alama kubwa, alama ambayo inasema hakuna shida, hakuna utulivu, hakuna neema, alama ambayo wenyewe wanaijua. Yaani kama hii nyumba ilikuwa na tabia ama ilikuwa na ibada ama ilikuwa inaendeshwa kishirikina ama nyumba hii ni ya mizimu. Sasa mama akaendelea kuifuatilia hii nyumba, akakuta hii nyumba ni ya muda sana, na mwenyewe aliendelea kumfuatilia huyu father ambaye anajiita Father John, na Google ikampa majibu makubwa tu kuhusiana na hii namba. Sasa mume haelewi kitu gani ambacho kinaendelea, kwa sababu unajua walosoma sana vitu vingine wao wanakuwa hawaviamini. Lakini hapa umeme tena ukasumbua, na mama akawasha simu yake na kuendelea kuangalia, kwa sababu mambo yalotokea kwa binti yake ndiyo na yeye anataka kumtokea. Mama aliingia indipri kuendelea kufuatilia hili swala. Hapa mlango kila akifunga, yani umejifunga, mama anaanza kuchanganyikiwa na kuanza kuita Steve. Alipochungulia vizuri alikuta jicho la mtu ama la kiumbe wa hatari ambacho kina kini, lakini alipogeuka nyuma anamwona Steve. Anamwambia, mtoto wangu, wewe ndio mwenye macho haya. Lakini sasa mama alikuvuta kumbukumbu ile ya tukio lile jinsi lilivyotokea, hakupata jibu lilokuwa kamili. Ikabidi awashe tena taa, na taa zikawaka, na mdogo mdogo wakaiona funguo, na mdogo mdogo wakaanza kushota mpora kuelekea kufunga huu mlango, kuelekea kuangalia chini ya basement kuna kitu gani. Humu chini ya basement kuna kitu gani? Mama akatamani kufungua ama kuendelea, lakini mlango ukajifunga tena. Kimbembe, kivumbi na jasho. Steve anahangaika kumsaidia mama yake, lakini simu ikadondoka na Steve akaendelea. Mama amini kinachotaka kutokea hapa. Anamwambia, mwanangu, hangaika, hiyo funguo iko juu hapo. Mtoto kwa sababu ni mfupi akawa anahangaika, lakini Mungu sio Asmani wala sio Muntazilu wala sio Bashiru, na huyu mtoto akabarikiwa ama akafanikiwa kufungua huu mlango. Lakini mama alikuwa anasikia hatua taratibu zinaendelea. Baba alikuja, alisaidia jambo lile na likakaa salama. Mama akaongea vitu vingi, mume wangu, hii nyumba sio nzuri, hii nyumba ina shida.
ikibidi tuondoke, tuokoe maisha yetu. Ina maana binti yangu, itakuwa kuna jambo limemtokea na binti yangu atakuwa huko ndani ya basement, lakini kila napokueleza hautaki kuelewa, unahisi kama mimi nina msongo wa mawazo. Baba akaanza scratch na kuwa mkali, na hakutaka kuelewa, akahisi ni njama tu za wanawake wanapochoka kukaa katika nyumba ama wanapochoka kukaa sehemu. Baba aliingia chini ya basement huku na kuendelea kukagua kitu gani ambacho kinaendelea hapa. Alikuta nywele. Hizi nywele, akajiulize, hizi nywele za nani? Lakini kama kuna kitu kimepita, watazamaji mmekiona. Baba aliendelea kuendelea kufanya uchunguzi, na siku iliyofuata mwanamama huyu alienda mpaka kwa mtu mmoja ambaye anaitwa Lemi. Lemi alipokuja kuonyeshwa hizi namba na hii michoro na maneno, Lemi aliangalia na kumwambia, hii michoro ni ya muda sana, na hii michoro si ya kawaida, bali hii michoro yote ukiunganisha kuna neno ambalo linatokea, neno ambalo si la kawaida, ni neno kama onyo ama neno ambalo linakupa tahadhari. Sasa akamwambia, endelea kufuatilia, na kingine muulize mumeo ni nani mmiliki wa hiyo nyumba, ama ni nani ambaye wakamilisha ama kuwapa hiyo nyumba. Kwa hiyo mtapojua vitu vyote hivyo, hakuna kitachokuwa kibaya, na kila kitu kitaenda sawa, na kila kitu kitakuwa safi na salama. Kwa Lemi alimsaidia na kumpa maelezo, kumwambia hizi mara nyingi huwaga ni ibada ama ni mafumbo ya kishirikina. Mama alirudi moja kwa moja tena nyumbani kwake, na hapa anampigia tena simu mumewe ili mradi amjuze, ambaye ameshafika nyumbani hapa, ila kuna jambo wa kadha ambalo nimeanza kuligundua, ambalo nimeanza kulijua. Binti yangu amepotea, lakini binti yangu amepotea katika mazingira ya kutetanisha. Ikibidi tuondoke ama tuame katika hii nyumba, ama tuvunje hii nyumba, tumwangalie binti yetu yukoje. Lakini hapa tena hesabu zinaanza kujihesabu, ama kile kinanda kinaanza kujipiga. Mama hajui kitu gani ambacho kinaendelea kutokea, lakini taratibu mama aliendelea kutoa mashtaka kwa huyu mumewe. Ikiwezekana arudi hapa wajadiliane, kama kuvunja chini ya basement wavunje, na kama inawezekana waendelee kufuatilia. Mama anajitahidi kujitoa kwa ajili ya watoto, lakini baba, kwa sababu siku zote ni wa baba kama mnavyotujua, hana lolote analofuatilia. Akamwambia, mimi njoo uangalie kwanza hizi namba nilizoziandika hapa ama nilizozipiga picha, nimetumia simu yangu, na kwa nini hizi namba zipo ndani ya nyumba na kila sehemu zipo Kwa hiyo cha kawaida, unanielewa mume wangu? Mume taratibu, maneno kama yanataka kumuingia, lakini bado ubishi unaendelea. Lakini sauti ya Steve iliwapa homa, na kutoka haraka walipokuwa kuelekea huko, Steve alipopiga hizo kelele, kwa sababu nilikwambia kidude kilianza kujihesabu taratibu. Steve anaendelea kuangalia mambo haya, lakini sauti hii inaendelea kumwita kwa mbali. Anakiona kivuli cha dada yake, yaani anaona roho na nafsi ya dada yake ikiwa imesimama huku ikiendelea kumwita. Na huyu baba aliendelea kugonga vitu ili mradi kuangalia hapa alipompea mkewe avunje, ikiwezekana waendelee kuangalia labda chini kuna jengo kubwa zaidi ya hapa. Kwa hiyo kipindi wanagonga hapa bila kujua, ili dude likaanza kuimba tena na likaanza kujipiga lenyewe bila kuguswa, na vidude leo vimejisogeza vitatu. Nafsi ya Aileen ama yule binti ambaye amepotea inamwita mdogo mtu taratibu, Steve, njoo wewe Steve, tuungane pamoja, njoo tujenge pamoja. Ona maneno hayo, mama akiwa juu huku na mziki unajipiga kwa sauti kubwa. Mama anamwambia, mama usipige. Mtoto ndo anatoka katika nguvu ama katika miono mizito, na anaambia mama, hakika nimemwona dada, nimemwona dada kaja, dada nimeona mzimu wake. Baba anaangalia huyu dada yuko wapi, ama kuna njia nyingine ambayo amepita, ama kuna sehemu ambayo ameenda. Kwa hiyo hapa alau kuna chembe ambazo baba anazipata, na leo kwa mara ya kwanza anaona simu ya binti yake ambayo ilipotea. Mzee anaanza kuamini kidogo maneno ya mke wake. Alipoangalia hizi hesabu na alipoangalia maneno, yalizidi kumweka katika mtihani na shida. Ande hapa mama mawazo lukuki kichwani, yani hajui afanye kitu gani. Lakini alipofuatilia ile historia ya nyumba, aliambiwa kuna mtoto ambaye amebakia. Mtoto huyo anaitwa Rose. Baba yake na familia yake na kizazi chake chote
kilipotea baada ya kukaa ndani ya ile nyumba. Kwa hiyo hapa amemfuata Rose akamwambia andika Levogoreta. Levogoreta kwa maana yao ama utunzi wao ni maneno ya huko ya Kirumi ambayo mimi mwenyewe siyaelewi. Kwa hiyo mama aliendelea kumwambia Levogoreta, Lisandaro, Lishabaro. Kwa hiyo yote hayo ni maneno ambayo inaonekana kipindi wakifanya ibada kama familia zao ndiyo ambayo wanayatumia. Mama alimwambia sasa, huyu Levogoreta ni nani? Unaelewa? Rose akamwambia acha ujinga wewe kuniuliza maswali, mimi mwenyewe yatima kama alivyokuwa wewe. Hebu saka watoto wako ambao wamepotea. Sasa mama huyu alitoka bila kupata jibu lililokamili, akiwa na mawazo mengi, akiwa anarudi kutoka kumwoji yule mtoto Rose. Alikuja mpaka kwa mumewe hapa nyumbani, na mume aliendelea kufuatilia nini ambacho kinaendelea, lakini mume na yeye kuna jibu ama ufumbuzi anaupata. Baada ya kuchukua kile kidude kikajiweka alama ya shetani ama alama ya nyota, na ilipojeka alama ya nyota na mume kuichanganua vizuri, aliona hapa kuna ibada za shetani ama kuna ibada ya dini. Hii picha na hii picha zilivyokaa zote zimekaa katika maneno ya ujenzi wa kujenga. Neno alipojumlisha na hili bomoa kwanza jenga, umenelewa? Tubomoe na tujenge na tuanzishe kitu gani? Kwa hiyo na maana kama binadamu ulikuwa uko sawa na akili yako, ukiingia katika hii dini ama hii tamaduni unajengwa upya ama unakusanywa upya. Kwa hiyo bomoa jenga ama bomoa na kusanya na tuanze upya. Sasa mtoto huyu akawa anaendesha ndege yake ikiwa ndani. Unajua tuna watoto wa kizungu kucheza nje wanaona kazi. Lakini kipindi anaendesha mama hapa alichukua huu muziki taratibu, wakaendelea kukagua, na hapa mama alichukua tena huu muziki na kuugonga. Makosa mama ambaye anayafanya, kwa sababu muziki ukipiga tu jambo la tofauti linatokea. Lakini mara ghafla hii ndege ya mtoto ambayo iko inarushwa anajikuta imeelekea huku, na taratibu anavutwa na maneno yanaendelea. Lakini hapa alirudi katika confidence yake, na aliporudi katika akili yake dogo, taratibu anaona tena taa zinawaka, taa zinazima, taa zinawaka. Mama anasikia mkelele mkubwa na alikimbia moja kwa moja kwenda kumwangalia Steve yuko wapi. Steve yuko wapi? Hapa wanakuta ndege tu na vitu vyake ambavyo alikuwa anarushia na padi zake. Sasa wanaenda kuangalia Steve, ule mdoli leo unarudi tena miguuni. Mama anakumbuka mara ya kwanza alikuta mdoli namna hii na mama hakukubali, na alisikia sauti ya Steve ikihesabu upande hapa, ikabidi atoke haraka kwenda kuangalia, na kweli wanamkuta Steve akiwa anaelekea. Baba alimbeba hai na kumchukua hapa. Mtoto anaendelea 12, 13, lakini alipomfungua katika kifua tayari ashapigwa muhuri ambao unasemekana ni muhuri wa kishetani ama muhuri ya watu ambao wanaamini imani yao, ambao wanaiamini na Mungu wao, ambao wanamsujudia na Mungu wao, ambao wanamwamini. Mama anambia acha, kwa sababu mwili wake ulishika moto sana, na dogo anaendelea kuhesabu. Mama anajikuta hapa anakimbilia, lakini mumewe naye anaendelea tena na yeye kuhesabu 12, 13, 14. Mama anajikuta amebaki peke yake nyumba nzima. Uchawi umemwingia mume sasa hivi, umetoka kwa mtoto wake Steve na umemwingia mumewe, na upepo mkali unamwita uso kwa uso. Sasa anaanza kusikia visindo vya huyu shetani, ikabidi akimbie na kujificha hapa na aangalie ni nani ambaye anataka kukabiliana naye. Mama uso kwa uso na huyu Mungu wa kishetani, huyu Mungu ambao watu wanamwabudia, huyu Mungu ambao anakusanya watu na kuwapoteza kimiujiza. Huyu Mungu sio wa kawaida. Zile ngazi alijua zipo 10, lakini kwa mara ya kwanza anagundua hizi ngazi ni ndefu, na kwa kuwa nyuma huko kuna huyu kiumbe, akaona bora ashuke moja kwa moja. Kitu ambacho anaenda kukigundua na kitu kizito, anakuta watu wengi wapo katika foleni na wanapoenda hawapajui, huku wakiendelea kuhesabu namba. Umeelewa? Kila mtu anahesabu namba kwa lugha yake na kabila lake na
nchi yake ambayo ametoka, na mama alichoka. Mama akaona okay, ndo maana umsululu umekaa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo akaunganisha na akapata matukio yote haya kama tayari yalishafanywa kazi. Huu ni mpango wa huyu shetani ama huyu Mungu ambaye yeye ana njia yake, ambaye yeye anakuja kujenga binadamu kwa tayari ameshajengwa hapa duniani. Kwa mama anakumbuka na anaweka hisia zake vizuri kwamba sasa hivi yupo katika vita nzito, na ndo maana alipochunguza mara kwanza na kuangalia tena na tena hakupata mtokeo ama kupata jibu lilokuwa safi na salama, bali alikuta namba 7, mara akakuta namba 8, mara akakuta V peke yake, mara akakuta namba 6, lakini ni namba za kilumi. Na hata mwanae pale alipokuwa yuko katika maono na alipokumwambia anaenda kawasha socket breaker ili mradi nyumba ipate kuwaka, na mtoto huyo alipotea moja kwa moja. Kwa hiyo ina maana hata mtoto huyo akufikia main switch kutokana kuna mlolongo na mvutano wa shetani. Kwa bi mkubwa anaona yote hapa akiwa yuko ndani ya usehemu, na hata mwanae kuondoka na kupata matatizo ambao ni ustivu. Kwa hiyo anajua hapa kama akifanya masiala familia yake yote anaweza kaikosa, kwa sababu shetani tayari amewatawala na shetani tayari amewateka. Mama anarudi katika fahamu yake, na hapa akaendelea kumtazama binti yake yuko wapi, ikibidi aondoke, lakini kila mtu alikopo hapa ana nembo tayari ashapigwa muhuri. Na hapa alimkuta binti yake na kumchomoa katika mstari huu na kuanza kumpandisha juu taratibu, ikiwezekana arudi naye. Na mama aliendelea kurudi, japokuwa anazisikia hatua za huyu Ibilisi ama za huyu Lucifer ama za huyo shetani, umenielewa? Lakini mama akuacha na akazidi kushota mpola kupanda juu ya ngazi hizi, ikiwezekana awanusuru watoto wake, ikiwezekana anusuru kizazi chake. Na mama hakukata tamaa, na mwisho wa siku alibahatika na mtoto wake anarudi katika fahamu, hata mume wake anarudi katika fahamu, na mtoto wao wote wanakaa katika vizuri. Ina maana mama amekomboa familia yake. Je, mama atafanikiwa kuondoka na familia yake ndani ya nyumba hii? Anaambia basi tuondokeni, anafungua mlango, kitu cha kutokujua kumbe tayari nyumba yao ishaharibika na hakuna ataitoka, kwa sababu kulipokuwa mbele sasa hivi kumekuwa nyuma, na kulipokuwa nyuma kumekuwa nyuma. Kwa hiyo mama hajafanikiwa yoyote, na unapoingia katika njia ya huyo mtu ama katika miliki yake huwezi kutoka. Wanangwe wakapinga TV online kushirikiana na Tam TV Recap. Jamani, hizi balaa linaendelea, na hii picha ina maana kubwa sana. Shetani anamaanisha unapoingia katika ufalme wake kamwe huwezi kutoka. Atakupa chochote, nyumba, pesa, kila unachokitaka, lakini huwezi kuondoka. Na watoto hawa na familia yote kaanza kurudi nyuma na kuendelea kuhesabu kama kawaida, na stori yetu inaishia hapa. Tukutane katika wakati ujao. Usisahau kutufollow, usisahau kusubscribe. Mimi hapa msimulizi wako Feibash.